napenda nisikie nisifie. Hadi kipindi chako kizuri, kifuge usinyoe, furahia. Niambia kipindi chako kibaya kanuni. Ndio tuko kwenye hiyo dunia. Yeye ni wana wa Gabriel, mbeba habari njema. Habari zake zote zilikuwa njema, zote, hamna hata moja ilikuwa yenye mashaka, zote njema. Utasema mbaya iko wapi? Bikira Maria anatokewa, anaambiwa Elizabeth kupitia mume wake Zakaria, anaambiwa Yosefu katika mahangaiko yake amwache mchumba wake. Mchumba alikuwa kama ambavyo sasa niseme mjihalalishia kama kaka zangu na dada zangu, baadhi yao hawajafunga ndoa, washajihalalishia. Hiyo fata bora iendelee naye. Tunamsubiria wewe pale kufungisha ndoa. Tunajaribu kufungisha ndoa mpaka kesho. Nimekuwa bandi hajafunga miezi mingapi sasa, na karibia mwaka. Huyo nani yaacha. Kwa hiyo Yosefu katika mahangaiko yake, jamii inajua kabisa huyu ni sio kusema ni mke, bali tu kuhalalishwa. Anasema atamwacha kwa hasira, lakini malaika wa Bwana akamtokea katika ndoto. Na hapo ndio sasa mnajibu kwa wasiwasi. Maana ndoto zingine kila siku kuota mara nakimbizwa na ota ndoto tuli wazi kama za Yosefu. Utokee Yosefu yule wa Yakobo, na ukumbuka soma agano la kale, Mwanzo 36-37, unaona habari yake. Zingine zinachekesha, zingine zinahuzunisha. Na sasa ndoto yako usiende huko. Kila kitu nacho mkononi. Kwa sababu wewe ndio ubeba habari njema. Na nyinyi ndio waitoshaji wa mnapoishi. Sisi ni wachache kweli. Nenda sehemu baadaye kwa kuwa mimi pale. Sisi katika kubadilisha mada yote. Kwa kumbe nimegundua ninachokipata ni kile ambacho sio chenyewe. Nilichokipata mwanzoni ndio chenyewe. Kasema kumbe haleluya. Basi kwa kuwa nabeba habari njema, kwa kuwa nimechaguliwa au umechagua, kwa sababu kuna tumaini kwa yeye na zaidi ya miaka 5. Kuna wale ambao walikuwepo inaanzishwa kabisa. Tunapanga 28. Kuna wale ambao tumejiunga sasa. Mimi naanza kujiweka tena. Kuna wale ambao umejiunga, umekuta jina. Kwa hiyo mnaendeleza habari njema. Lakini habari njema mtaiendelezaje? Habari njema mtaiendeleza kwanza kwa kujinyima mambo yenu ya kimwili. Kwa kujinyima, niwaambia kwamba dunia leo inataka kusifiwa. Bado unapendeza na nini? Kwa kujikania. Kwa sababu mnapoadhimisha siku kwa sherehe yenu, masomo yenu na kitabu cha nabii Danieli alijinyima, alijikania, alikataa mambo ya sifa. Na ndio maana mpaka leo tunamkumbuka. Nakumbuka ni kati ya wale vijana 13 waliochaguliwa kutoka jamii ya Wayahudi kwenda wajifunze, wamsaidie mfalme utumwani. Wao wakakataa kula vinono, wakasema sisi tupatie mboga tena zilizochungu na chakula cha kawaida. Tupime. Utaona afadhali tukiendelea kuimarika, tuendelee kufanya. Na ndio anakuja kwa mtaalamu wa mambo mengi, na ndio anakuja anatuandikia hii, anapata maono, anapata mfumo. Wewe na mimi katika kujinyima tumepata nini? Katika kujikania mambo ya kimwili tumepata nini? Katika kujikania kabisa katikati hapa nitakiwa kuongezea hata machungu. Wanapo kusema mtu anasema angalia hivi. Wanamkalia watu 5, tunamsema Seba. Katikati ya watu wanamsengenya. Mimi najikania nini? Mwili wangu, sauti yangu isitoe, moyo wangu urudi, na akili yangu ifikirie chini. Nafanya kama huyu Danieli aliweza kujikania mambo ya kimwili na ukapata thawabu kiroho. Ndio maana kila mara huwa kuna muunganiko. Mwili yetu na roho zetu lazima ziende kwa pamoja.
Usidanganywe na mambo ya habari mbaya. Sasa sio habari njema. Huo mwili wako utauacha, utavaa mwili mwingine. Kwa hiyo haina haja ya kuhangaikia. Huu mwili wako lazima uhangaikie. Na unapohangaikia unatumia tunu za kiroho, unatumia nguvu ya kiroho ili kusudi uweze kwenda pale, ili kusudi uweze kufikia, ili uweze kuvaa. Kwa mama ni wataalamu, sijui kwa baba ndio wao. Nikianza kuvaa na dada zangu 8 na 7 sasa moja mbali. Nikiwa napanga kutoka, wao watamaliza kujiandaa. Nikiona katoa mkoba wa kwanza kautoa pale sebuleni, akarudi ndani, mimi ndio naenda kuoga, tamaliza kwenda kutoka. Na bado nitamwacha. Utashangaa wenzako ameenda, amerudi na rangi tena nyingine. Twende basi kuombe. Kwa yale makuu ambayo unayatumia kuchagua nguo, kwamba vae hii, niache hii, nifanye hivi, unatumia nini? Unatumia nini? Unatumia akili, unatumia napigia kabisa, unatumia hata na kumusha. Unaipiga na kababu. Sivyo? Alafu baadaye unaitupia. Sasa akili ni anaye. Fajira Roho Mtakatifu. Na kuwa mtu wa amani. Amani ni tunda la Roho Mtakatifu. Unapopendeza, unaponukia vizuri, unatuletea raha. Sivyo? Kwa hiyo tunaamini kabisa na neno ambalo utaitoa na lenyewe linakuwa linanukia. Lakini sasa unapendeza na sauti nzuri, lakini neno linalotoka mpaka wote tunashindwa kuangaliana kwanza. Yale makuu, mwili na akili, mwili na roho lazima viendane kwa pamoja, ili kusudi huu ufunuo Danieli anafunuliwa juu ya malaika ufunuke na kwetu, ufunuke na kwa maisha yetu, ufunuke na kwa wale ambao tunawazunguka. Nilicheka kwamba dada zangu kipindi kile akitoa mkoba mingi wanaanza naenda naoga kule kijijini kwetu, chukua jagi moja la kibuyu, haraka sana dakika 5 nimemaliza, navaa naenda. Dada anayechukua muda mrefu kujiandaa, akitoka anapendeza na watu sifa wanampa. Na wewe watu wakupe sifa zako, umependeza. Umependeza kwa lipi? Kwa namna ambavyo naongea, kwa namna ambavyo natembea, kwa namna ambavyo unaimba. Na nyinyi ni waimbaji, ujumbe unafika zaidi katika kuimba. Ninaweza kushika nyimbo, watoto wetu wangekuwa labda wanafundishwa kwa kuimba, wangeelewa zaidi. Tulikuwa na shangazi yangu, sasa namuita shangazi. Ni shangazi. Unajua Afrika kuzaliwa tu, yaani kuzaliwa tu kishi. Ushakuwa babu, mdogo, mkubwa, wanani, mambo ya huko. Kwa shangazi yangu, yeye alikataa shule, hata ya shule ya msingi na kumaliza. Shuleni huwezi kabisa. Hamna soma na soma. Lakini alishia shule la 3 ya zamani, kipindi hicho kinamletesha watajua. Ile somo la kwento la Kiingereza. Ukisoma kama unasoma hata kuzingatia diet. Nilikuwa inafundishwa siku kuanzia la 3 yanaendana na science king. La 3. Hakuwahi kufika hiyo darasa. Lakini ilikuwa ikitoka nyimbo ya Kiingereza leo, kesho yake anakuimbia hiyo. Aliuliza, basi bila kupigana nchi. Nikijaribu kidogo hata robo usishike. Hata yeye usishike. Basi nakuja kwa watu kwa ni kama umri unaendana. Anaanza kucheka. Nikitoka shule nimsubiria pale mlango. Bye. Na msijui kuimba. Basi maisha yanasonga, tuko pale. Kile ambacho unacho, kile ambacho umepewa na Mwenyezi Mungu, lazima ukishuhudie, lazima ukitilie muhuri
pasipokuwa na shaka, pasipo kutafuta ushahidi. Katika Injili tunaona Nathanieli baada ya kuambiwa ndio anaona huyu mwana wa nabii na nini kuamini haya Bwana. Pengine na sisi labda tuanze kuamini. Tukishaamini tusianze kuhangaika, na mimi waniamini. Utaaminika tu. Utaaminika tu. Hata kama umekukatia tamaa, wewe usijikatie tamaa. Hata kama wanasema vibaya, wewe usijiseme vibaya. Kwa kuwa wewe baba ingekuwa kule kwenye Israeli kwa vita wangekuwa wamelala. Kwa nini wamelala? Kwa sababu